ya ajabu iliyo katikati ya msitu wa kale mweusi. Upepo ulivuma kwa kasi kweli kweli. Ilionekana kama ni ndoto. Mabweni yalikuwa mapya. Walimu waliongea kwa tabasamu. Kila mwanafunzi aliamini maisha mapya yameanza. Hasa Febi, msichana mrembo mwenye miaka 25, aliyekuwa ametoka kwenye maisha ya huzuni na majonzi. Alidhani angepata amani, lakini hakujua shule hii haifundishi masomo peke yake, bali hufufua na laana zilizozikwa. Siku ya pili, Febi alianza kupata ndoto za kutisha. Alijikuta akitembea usiku pekee mpaka kwenye mto wa laana. Mto uliotiririsha damu, midomo ya watu waliokufa na vilio vya wanawake waliodhulumiwa. Ndani ya ndoto hizo alikutana na mzimu wa mwanamke kahaba wa kale. Mwanamke huyu alikuwa amelaaniwa kwa kuvunja mapenzi ya kifalme, akauawa kikatili na kutupwa mtoni. Alimwambia Febi, upendo wako utaleta balaa. Ukiendelea kumpenda Kiani, utaamka ukiwa mfu. Febi aliamka kwa kelele, jasho limemvuja kweli kweli, mikono yake ina alama za damu. Alianza kubadilika darasani, alizungumza kwa lugha isiyojulikana. Alipogusa ubao, ulipasuka pale pale. Wanaume walianza kumwogopa na wanawake waliogopa pia. Alianza kujitenga, lakini usiku alitembelewa na mzimu mwingine. Mvua ilikuwa inanyesha, taa zilikuwa zinawaka na kuzima. Mzimu baba yake Febi, aliyekuwa mwalimu wa zamani wa magic class, ulimtokea. Alikuwa mrefu, mwenye macho yaliyovunjika na mavazi ya tambiko la damu. Alimwambia, umenirithi, laana ya ukoni yako sasa. Ukikimbia, giza litakumeza. Ukikubali, utatawala. Febi alikataa, lakini usiku huo alipandisha pepo. Vioo vya darasa vilivunjika, wanafunzi wakapoteza fahamu, ukuta ukatoa damu. Biashura alikimbia akasema, huyu si mtoto wa kawaida, ni roho ya damu hii. Kiani hakumkimbia, wakati wote alimpenda. Alimsindikiza mpaka kwenye makaburi ya kale, sehemu ambapo mzimu wa mwanamke kahaba alipowasili. Mzimu alizunguka, akalia kwa sauti nyembamba, hatuwezi kupenda na kuishi mpaka. Yaani hatuwezi, mnapaswa kuchagua upendo au uhai. Febi alilia, maumivu yake yakazidi. Moyo wake ulipasuka mara mbili, kwa laana na kwa mapenzi. Usiku huo alitoroka, akaingia peke yake kwenye mto wa laana. Aliingia hadi kiunoni. Kila tone la damu lilimkumbusha maumivu ya ukoo wake. Akapiga kelele kubwa, na ikataa laana, sitakuwa kama ninyi. Mzimu wa baba yake ukatokea tena, lakini sasa akiwa upande wake alimwambia, binti yangu, ushindi wa kweli hauji kwa mapanga, bali kwa kujua wewe ni nani. Febi alirudi shule, akasimama mbele ya darasa kuu ambalo lilishageuka kuwa jambo na jumba la mapepo. Alinyanyua mikono yake akasema, leo laana inakoma. Upendo wangu si udhaifu, bali ni nguvu ya kizazi. Mwanga mkali, mapepo yakilia, milango ilifunguka na kufunga, maua yakachanua. Shule ikabadilika, mizimu ikatoweka, na Febi akavaa gauni jekundu. Alitembea kwenye uwanja wa shule mpya, macho yake yakiwa na mwangaza na faraja. Alitembea, aliringa na kutamba. Huu ni mwisho wa simulizi yetu ya episodi ya kwanza. Asante kwa kutazama hadithi ya Magic Class. Simulizi inaendelea. Febi sasa ni mwalimu mpya wa darasa walilolaaniwa. Kama umeipenda simulizi yangu, tafadhali naomba ucomment na kulike, lakini pia nakuomba usubscribe ili uendelee kupata sehemu ya pili ya Magic Class na simulizi nyingine nzuri zijazo. Asante kwa kunisikiliza. Asante kwa ushirikiano wako. Msimuliaji wako ni mimi, Madam Ray.